Unajua matamshi mengine saa zingine na kukumbusha kwamba ukisalia kimya unaonekana mwerevu zaidi. Aliyekuwa rais wa Botswana Ian Khama ameshutumu kuapishwa kwa rais wa Tanzania Suluhu Hassan, akisema kuwa hatambui kuchaguliwa kwake kwani amejilazimisha kusalia uongozini kwa kuwakandamiza raia wa Tanzania katika uchaguzi ulioshuhudia vifo vya mamia ya Watanzania. Khama alikuwa akizungumza katika chuo kikuu cha Lukenya huko Makueni. Kuapishwa kwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kumeendelea kuibua shutuma kutoka kwa viongozi barani Afrika. Wa hivi punde ni aliyekuwa rais wa Botswana Seretse Ian Khama, ambaye amesema kwamba uchaguzi huo ni balaa, sio suluhu kwa watu wa Tanzania. The recent election and what transpired, the killings around that election, I for one do not recognize the person who was inaugurated as the president. She is an illegitimate president. Ian Khama aliyekuwa rais wa Botswana kutoka mwaka 2009 hadi mwaka 2018 na alichukua uongozi kutoka kwa babake Sir Seretse Khama, na ambaye juhudi zake za kumpendekeza atakaye mrithi ziliambulia patupu, ameelezea umuhimu wa viongozi wa Afrika kufuata mkondo wa demokrasia. It is totally unacceptable when an African leader, in order to stay in power, will resort to killing his or her own people. In order to stay in power, will rig an election as if they are God's gift to their country. Amekashifu uongozi wa kiimla katika baadhi ya mataifa barani Afrika, akisema kwamba uongozi mbaya ni dhulma kwa Waafrika. Recently, we saw another inauguration of a 90-something-year-old president in Cameroon. 90-something years old, who can hardly walk, but still wants to be president. Wakati huo huo, nchini Tanzania, kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu haikusikilizwa kama ilivyopangwa baada ya Lissu kukosa kufikishwa mahakamani. Kulingana na wakili wa Lissu, Daktari Rugemeleza Nshala, serikali imedai kwamba kesi haikuendelea kwa kuwa mashahidi hawakuweza kufikishwa mahakamani na serikali kwa sababu za kiusalama. Melita Oletenges, Runinga ya Citizen.